Mtazamaji, kwenye awamu yetu ya pili, kipindi ni Safi ya Biashara, na leo tunazungumzia kuhusu kuwekeza katika nyumba ambazo ni za kukodisha. Kwenye kipindi tunaye Bwana Ngure anatusaidia kuweza kuelewa ikiwa hii biashara ambayo ni bora na tunaweza kuangazia ikiwa tunaweza kuifanya baadaye. Na kumbuka mtazamaji, unaweza kutufikia ama kuchangia mada yetu kupitia Facebook ambayo ni Faraja TV Kenya, YouTube Faraja TV Media, na kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni 0703339959. Kuleta maoni yako tutaweza kuyaangalia, kisha baadaye utaweza kupata majibu. Karibu tena kwenye kipindi Bwana Ngure. Asante. Tumezungumzia mambo ambayo ni ya kuwekeza katika nyumba ambazo ni za kukodisha. Na hapo awali kwenye awamu yetu ya kwanza kuna mahali ambapo uliweza kutuzungumzia na kutueleza mambo na kuwekeza kwenye sako na pengine ukaweza kupata mkopo. Lakini kwa fikra ama kwa mafikira yako, wazo lako ni lipi kuhusiana ikiwa mtu anaweza kuchukua loan akaweza kuanza kazi ile? Unafikiri kwamba hilo ni wazo nzuri? Yes. Mambo ya mjengo. Really utaweza kwenda bila loan. Kwa sababu ya kwanza tuseme wakati unafikiria kuanza income yako sio mingi sana. So ukifikiria ati utafute savings, uweke savings mpaka upate pesa ya kununua plot, hapa ndipo kwanza unashikwa kabisa. Because you may take even 3 years or even 5 years kupata pesa if you are thinking of saving. Lakini unapofikiria kupata loan, labda uliingia sako na ukaanza kusave for 1 year, then it becomes easy for you now to buy a plot which you may not be able to buy 3 years later. Kwa hivyo that becomes an advantage. So unanunua plot na unabaki na loan ukilipa maybe for 1 or 2 more years, alafu ukimaliza. So wakati plot iko hapo, you have done 2 things at the same time. One, you have already gotten the plot itself. Number 2, the increase in value of that plot. What you could have, you may not be able to get that money 3 years to come if you are thinking of saving and buying. Kwa hivyo ukifikiria kusave, maybe you never buy, because by the time you come to get 500,000, your plot in 700 ama 1 million. Kwa hivyo it is more important to get a loan. Si wazo mbaya kuchukua mkopo, mtazamaji, kutoka kwa mtaalamu ambaye anaelewa mambo ya kuwekeza. Si wazo mbaya kuchukua mkopo ili kuweza kuwekeza katika nyumba ambazo ni za kukodisha. Tuzungumzia kuhusiana na profit. Pengine baada ya nimetengeneza nyumba hizi, nimeanza pengine kulipisha, nimeanza kulipa mkopo. Ama kabla hata sijaanza kulipa mkopo, nitakuwa pengine na hesabu vipi ili nikaweza kujua faida yangu ni hii? Ama huwa mnafanyaje? Ama nafikiri ni mbinu ipi ambayo watu hutumia ama watatumia ambao wanaazimia kuanza biashara kama ile, kujua profit yao ni ipi? I think it is advisable for me not to think of calculating profit. Don't think of profit to utafuta profit itakuwa pesa ngapi, you have not started already. Otherwise you will not even start the business. Hakuna faida. No, faida itakuja very many years later. Let me give an example. You decide kutengeneza tu nyumba ya 2 bedroom house ya kukodesha. Nyumba fairly good ya kukodesha, it will cost you about 2 million shillings. Nyumba mzuri 2 million. Yaani ile pesa kidogo ama pesa mingi? Nafikiri hapa hii si pesa mingi, hii pesa kidogo hivi. It depends on what you want to do. Kwa mfano, even a door like this one, you might design itawekea watu mlango kama mlango ya 2,500 ama 1,000. Lakini nyumba mzuri ambayo ungetaka mtu afurahie kukaa, mlango inaweza kuwa 25,000 shillings. Mlango moja. So if you want now milango kama 5, think of about 300,000, kitu kama hiyo.
Na unajua mlango sio mlango tu, mlango ya hardwood about 25, alafu utaweka ile kitu ya kufunga ile. Hii kitu ya kufunga na kufungua. And also it depends, kama mlango ni mzuri pia hiyo utengeneze ununue mzuri. So the cost may be more depending on how you want that house to look like. Let's give an average house 2 million. Ukishamaliza kujenga, then you might be charging people 10,000 shillings per month. Now, if you divide 2 million by 10,000, for you to recover, not even to start making profit, to recover, you will spend 200 months. You have taken 200 months. Now, 200 months is about 15 years. In fact, it's more than 15 years. Unaona? Therefore, ukianza kukalculate mambo ya ati nitapata faida gani, you will never get into this business. However, there are good things about it. Wewe usikalculate hiyo kwanza, hiyo weka kado. But once you have made one good thing, that money you would have done another business, isn't it? Maybe ungenunua matatu ama kitu kama hiyo. Wale watu ambao wameenda that direction, wanunua matatu na inaenda, unaona kama atengeneza pesa mingi, but after some time unaona kazi imeisha, matatu labda biashara imefifia because of competition, anaachana hiyo biashara. So 5 years down the line, ile pesa mtu ambaye alikuwa amenunua matatu ama ameanza biashara imeisha, amepoteza all that time, alafu hana kitu ya kuonyesha. Lakini huyo wa nyumba, hata miaka hiyo 5 imeisha, utaona ya kwamba ile nyumba alijenga ya 2 million ameweza ku collect some money. Alafu something else is that with the time inaenda ikiongeza rent. Kama ulianza na 10,000, after maybe 3-5 years rent inaongezeka to 15,000. So this time which I'm talking about 15 years, you find it may not be exactly 15. You may get your money within 10 years. But you see, the extra time after those 10 years, nyumba itakaa miaka na milele. In fact, utaashia watoto wako. Kwa hivyo, all the rest is profit. After that, you have recovered your money. And then, even when you are recovering your money, you are not remembering the actual money you spent to build this house. So it's like an income to you. Kwa hivyo, kwa mtazamaji, hata kabla sijaweza kumuingiza mtazamaji, kwa hivyo si habari ambazo ni za hekaya ama penyenye. Kwa nasikia watu wanasema kwamba kabla hujaanza kukulia nyumba za kukodisha, huwa inachukua kipindi. Kipindi jambo ambalo Bwana Ngure ameweza kuthibitisha. Kwa hivyo kwa yule ambaye ana azma ya kuanza biashara kama ile, aache kwanza ama akaweza kuondoa ile wazo ya kutaka kupata faida na kufikiria faida wenyewe. Faida ya haraka uachane naye. Ngoja 10 years to come. Tukizungumzia kuhusiana na nyumba ambazo ni za kukodisha. Pengine umeweza kutueleza biashara ya matatu, lakini kuna biashara nyingi ambazo zinapatikana katika nchi hii yetu ya Kenya. Unaweza kutuambia kuna manufaa yapi ambayo tunaweza kupata, ama kulingana na wewe mahali ambapo umeweza kufika, huwezi kujilaumu ukasema kwamba niliwekeza mahali pabaya. Pengine kuna manufaa yapi ambayo tutapata kwa sababu ya kuwekeza kwa nyumba ambazo ni za kukodisha? Yes, kuna manufaa mingi. Ya kwanza, ukianza kuweka mambo ya rentals ukiwa young, especially kama let's say you allowed 25 years, na uweze kujenga, kwanza kununua ploti ya kwanza, unatakikana uende ujeke kanyumba kidogo hapo. Hata kama ni ya mabati ama ni ya mbao, sio lazima iwe inatumia pesa mingi. Lakini wewe kwanza hamia hapo. So that you start saving on rent. Number 2, when you have bought that plot, na hauna pesa ya kujenga, the rest of that compound is free for you. Labda unaweza kuweka fence and then uanze kulima boga, viazi na vitu yako yote. So ile pesa ambayo ungekuwa unatumia kwenda kununua hizo vitu, unaanza kusave pia.
tayari umesave rent and then unaendelea kusave on food. And that's a lot of, especially for a family. Number 3, wakati unafanya hiyo kazi na unakaa hapo kwako, wakati unafanya kazi, ukimaliza kazi zako, tuseme unatoka kazi saa 11, then eventually hiyo masaa ingine kuanzia mpaka saa 1 hivi you are busy now, uko na kazi ya kufanya. Yani you don't have to spend money on in a bar or somewhere relaxing, ama ukiongea na watu, unaenda to do some extra thing. That is an extra income you are making. So you see there are so many benefits when you have bought a plot, especially when you are young. You see, if you are not young, pia ukinunua ni sawa, but it becomes difficult kwa sababu uko na watoto wanataka school fees, hauna pesa. But when you are there, utaweza kupata pesa ya ununua lori moja ya mawe, ya mchanga, unajenga kanyumba kamoja. One thing I would want to recommend, think ahead. Have a vision of what you really want at the end. So that wakati unafanya planning, kama ni nyumba, tuseme unataka tu nyumba ya kukodesha 1 bedroom. Tegeneza, ona in your vision vile unataka zikae. So that unaanza na kamoja. The mistake many people do, ni kwa sababu plot ni kubwa, unaanza zote, kama ni 5 laini hii unaanza zote. Then ukishaweka mabati, pesa inaisha. Then unaanza kutafuta, unamaliza hiyo loan ili upate loan nyingine. So eventually you take about a very long time. Hiyo pesa ingekuwa enough ya kutengeneza kanyumba kamoja ama 2, umalize kabisa na watu wakae. Uwashe hii mawe inaitwa toothing. Vile ukikaa kidogo, ukipata pesa utaongeza lori moja, uongeze kanyumba kamoja, uconcentrate nayo mpaka umalize kabisa, and then mtu aingie aanze kulete income. Otherwise many people, especially wale wanatengeneza manyumba za gorofa, unatengeneza hiyo manyumba yote, alafu finally unakuta imesimama mahali, pesa umetumia milioni kama 5 imelala hapo, haikupatii pesa 10 years. Unaona huyo mtu amepotea. Kwa hivyo unamaanisha, na kwa faida tu ya mtazamaji, ni kwamba itakuwa ni vizuri kuanza na chini, kwanza na kidogo, uenda ukiongeza siku to start small. Naam, mtazamaji, natumai umeweza kupata ushauri huo ambao hauwezi kupata mahali, ama haugeupata mahali kwingine isipokuwa hapa Faraja TV Kenya. Ni vizuri ikiwa una azma ya kuanza biashara kama hii, uanze small kisha uende big. Bwana Ngure, ulikuwa unatuzungumzia, sijui kama kuna manufaa mengine ya kuwekeza kwenye biashara ya hapa ni ya nyumba za kukodisha. Yes. Kuna manufaa kadhaa. Ile nyingine, ile pesa ambayo una invest ukiwa young. As you grow old, you are not able now kufanya mambo mingi kama kulima shamba ama mambo ya business. Competition iko mingi sana. So wakati huo ndio utajua the maana ile nilisema ya not forgetting about, don't calculate profit. The benefit you will get now itaanza kukuja when you are old. Kwa sababu tuseme ulikuwa unafanya kazi, una-retire. Wakati ukiretire na hauna mambo mengine ya kufanya, then ile nyumba ulijenga ndio itakuwa ikikusaidia kupata pesa ya kujikinga. Don't rely on maybe other people or even your wife's income. Unarely na hiyo pesa na inakusaidia sana. Number 2, when you finish other businesses, kama umeretire, unapata kazi ya kufanya. Kwa sababu ile nyumba nilisema ujenge 2-3 kulingana na uwezo wako, utakuwa umebakisha maybe 2-3. Sasa utakuwa busy, you are available, utakuwa ukitafuta mtu food, alafu unafanya na yeye moja na unaenda one at a time until you finish. Na kabla tuenda kwa changamoto, kuna mambo na sheria. Kuna vile ambavyo sheria inaingilia mambo na kwenye nyumba za kukodisha. Kuna sheria kama zipi pengine zinaweza kutokea pale? Na swali ambalo nilisahau kukuuliza, kwa sababu hii ni biashara, kuna leseni ambayo mtu uchukua baada ya kutengeneza nyumba za kukodisha, kitu kama hicho?
ukitueleza kiwa kuna leseni, utatueleza kama kuna sheria ambazo zinapatikana. Na ni vizuri mtazamaji akaweze kuelewa kabla ya kuanza ile biashara. Na kwa yule ambaye anakomboa nyumba, ni vizuri akaweza kujua ama akaweza kufahamu ikiwa kuna sheria ambazo huzunguka sekta hii ya ama biashara hii ya kukodisha nyumba. Yes. Actually, that is one of the major challenges, especially for a starter or let's say a young person. Umenunua plot, alafu nataka sasa kujenga hizo manyumba. Kitu ya kwanza, kuna rates ambao utakuwa ukilipia kila mwezi, kila mwaka. Rates. Na hiyo pesa usipofanya kulipa itakuwa ikiaccumulate plus interest. So you must be thinking about that, kulipia hiyo za hiyo plot yako. Number 2, sasa umeanza kufikiria kujenga nyumba. Costs zile ziko ni mingi sana. Ya kwanza utengeneze plan. Na plan sio pesa kidogo, ni pesa kiasi. So mtu akikusholea sasa plan, hiyo plan ni lazima ipitishwe na municipality ama council ama. So ukipeleka huko unakuta pesa zingine nyingi ambazo utalipia kupigiwa mhuri, and unfortunately those things have not been made very clear by most of by the government, even the counties. Unaenda unazungushwa kidogo mpaka finally you must get someone ambao labda atakudirect kidogo na pia sasa ulipe yeye. So it is not very even one of the challenges watu wanaenda through. Number 2, sasa umepata hiyo na umeanza kujenga. Inatakikana wakati ukishiba mtalo, kuna mtu engineer anatakikana akuja hapo. Angalie hiyo mtalo umejenga namna gani, na kwa hiyo plan yako apige mhuri na asaini ya kwamba ameona. Ukijenga nyumba iende ground floor akuje. Na unamlipa, sio ati anakuja bure. Sio kazi bure. Sasa gharama zinaendelea namna hiyo. Kama iko ya gorofa, that is even worse. Kwa sababu kuna plan nyingine ya shuma zitakaa namna gani. However, sio baya kwa sababu you see safety. Safety ya hiyo nyumba is very important. Usijenge tu ovyo. So kushola hiyo ni pesa, and then kuangaliwa hiyo. Then ukijenga hata floor, kabla haujaweka hata floor, ni lazima huyo mtu akuje aione and then approve. So there are quite a number of expenses which I think they should be made very clear. Na kuna ingine finally inaitwa hii ya kuangalia environment. Kuna watu wa environment wako wanakuja kuangalia hiyo nyumba, and then finally ukimaliza utapatiwa license ya watu kuingia sasa. Yes, that's how it should be. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya sheria ambazo mtazamaji anafaa kufahamu. Yule ambaye pengine ana azma ama yule ambao unajua tunaona Bwana Ngule, wale ambao wanakomboa nyumba pia nami nakomboa, unapata kwamba tunataka kucheza mchezo mbaya na wale ambao landlords na landladies wetu. Ni vizuri tukaweza kufahamu kwamba yule ambaye anakukodisha nyumba kuna mambo mengi ambayo anayapitia ama ameweza kuyapitia ili nyumba ikaweza kufikia pale. Bwana Ngule, tusaidie kuweza kuona tushatengeneza nyumba, tumeanza kukodisha. Pengine the bad side ama the hard side ya nyumba za kukodisha ni zipi? Umeshatengeneza, iko na watu, kila kitu kiko sawa, pengine na nikizungumzia the bad side ama the hard side, nazungumzia the challenges zipi ambazo waweza kukabiliana nazo siku kwa siku. One of the challenges that I find ni tenants kulipa on time. Mimi napendanga nilipe watu wamelipa by 5th of the month. Sasa unaona by that 5th of the month maybe half of 50% wamelipa. Sasa wale wengine wanakuwa na reasons, mimi nipatie mpaka 7th, nipatie mpaka 10th. That means a challenge. Kwa sababu hii pesa kama nilikuwa nimesema hapo awali, kuna malonzo umeshukua.
Na hii loans wanataka kujua siku banki ikifika wakati yake wanataka pesa. Kama utaleta pesa watakuweka kwa kwa CRB. Kwa hivyo hiyo naona ni challenge. Which kama inawezekana watu walipe by faith, kila mtu unaweza kupata pesa upeleke mahali itakikana. Kuna malipo mengine pia inategemea na manyumba kadhaa. Kuna wengine wanawekea mambo ya maji, unawekea tenants. Wanajilipia na stima. Kama mimi vile nilikuwa nimedesign mita ni moja. Kwa hivyo nalipia watu wote maji. Wakilipa rent na nalipa maji. Inakuwa sometimes wakati watu hawajalipa na Wasco watu wa maji walikuletea bili wanataka kukata maji na pesa hakuna, hauko na pesa saa hiyo. So that is now the challenge ya kama hujalipwa in good time. The other challenge ni kama mtu anatoka bila kulipa. Kumpata inakuwa challenge sana kufuatilia hiyo pesa mpaka wakati mwingine unasema afadhali ipotelee. Kwa sababu it's important to get the contact za mtu. Na kama mimi kwa mfano kuna some rules ambao tumeandika, general rules vile unatakikana kufanya. So eventually unaona kama mtu amepotea namna hiyo, maybe unaweza kufuatilia, lakini most of the times unaona hakuna haja, unaachana naye, unaenda at a loss. Every business has a loss, and that is the other challenge. Na mtazamaji, natumai kwamba ikiwa una azma ya kuanza biashara hii, utaweza kujiandaa kwa baadhi ya changamoto ambazo Bwana Nguri ameweza kutueleza. Tukimalizia kipindi, unafikiri ni somo lipi ambalo umesoma kutokana ama kwa kuwa wewe ni mmoja ambaye ameweza kuwekeza katika biashara hii ya kukodisha nyumba, na hili somo unasema kwamba heri ningejua siku ya kwanza, unafikiri ni somo lipi ambalo umesoma kufikia sasa? Ile somo nimesoma ni kwamba kitu ya kwanza, the moment you get employed or you get a business, uanze kupata your own income, start thinking of getting your own plot. If you are not lucky to have a parent who has a lot of property, once you start saving that money, buy a plot, the best location you can afford, and then think of relocating to that plot as soon as possible. It doesn't matter, you don't have to make a big house. The house you can afford to get. Na unafikiri ni wakati sahihi wa watu kuwekeza katika biashara ambayo ya kujenga nyumba za kukodisha? Yes. Although serikali inaendelea kujengea watu manyumba, affordable houses, there is no time in foreseeable future ambao watu watasema sasa nyumba, kila mtu anataka nyumba yake. Na wakati watu wanaendelea kukuja wanataka kanyumba mzuri ya kukaa. So utakuwa transfers zitakuja, kwa hivyo there people will be coming and then looking for your own house. So it is advisable for especially the youth, the moment you start getting income, think of rental houses also. Na ushauri wako wa mwisho kwa yule ambaye amesikiza kipindi hiki, ambaye ametazama kipindi hiki na angependa kuchukua hatua ya kuanza kujenga nyumba ama kuweza kuwekeza kwenye nyumba ambazo ni za kukodisha, ushauri tu mmoja? Ushauri mmoja ni kwamba have a discipline of saving. Once you save money, then invest in plots and in rental houses. You'll never regret. Na mtazamaji, huo ndio ushauri, na nikiangalia muda wangu unaniruhusu tukaweza kumalizia kipindi chetu hapo, lakini kabla hatujamaliza kipindi niweze kukueleza kwamba mgeni ambaye tunaye kando tu na kuwa yeye ameweza kuwekeza katika biashara hii ambayo ni ambayo mada yetu tumekuwa tukizungumzia leo, vile vile ni mshauri ama ni expert na ana shirika ambalo linafahamika kama Yombat. Na Yombat ni shirika ambalo ningependa kukueleza lina kuwashauri na kuwasaidia wanawake na vijana ili kuweza kuamka na kujiingiza kwenye ulingo wa biashara.
Na Bwana Ngure, kwa sababu ya Yombat, ningependa na pengine kwa wale ambao ungeweza kupata ushauri, ningependa ukaweza kueleza mtazamaji wetu anaweza kukupata vipi na anaweza kukupata kwa njia ipi? Yombat, the easiest method ya kunipata ni kwenda kwa mtandao. Unaenda kwa yombat@gmail.com. Hiyo ni email. Niliona ya Facebook. Nimeingia Facebook. Na kwa wale ambao mtazamaji, nakumbuka tulipokuwa tunafanya kipindi cha Yombat, nakumbuka huo wakati Bwana Ngure sikuwa nimemuona ama sikuwa nimemwacha kwenye Facebook, lakini kufikia sasa ikiwa unaweza kuungana naye, unaweza kuenda pale kwenye Facebook kisha ukaweza kutafuta jina Yombat, tutakuwa na jina hilo tutakuwa na kuandikia, utaweza kuliona na ukiingia pale utaweza kumpata. Na pengine kwa nambari yako ya simu, wale ambao ungeweza kupata kufikia kwa nambari ya simu. Okay, nambari yangu ya simu ni 0720 640 950. Na ni moja tu. Ni moja tu. Rejelea tu pengine kwa yule ambaye alikuwa anategemea kusikia nambari nyingine. Okay. 0720 640 950. Na shukrani, natumai mtazamaji umeweza kusoma mawili matatu na pengine utachukua nafasi ile kuweza kuwa ni mmoja wa wale ambao wataweza kufanya biashara ama kuwekeza kwenye nyumba ambayo ni ya kukodisha, au vile vile utaweza kufuata Bwana Ngure akaweza kukupatia training ama mafunzo ya kuanza biashara. Nikushukuru kwa wakati wako. Yes, asante sana. Na najua kwamba watazamaji wameweza kusoma na baada ya kipindi hiki wataweza kuchukua hatua ambayo inafaa. Kwa wale wote ambao wameshiriki kufanya kipindi hiki kiweze kukamilika, nikianza na waelekezi wangu Bwana Peter na Janet Kanali, nikaweze kuwarejeshia shukrani. Na mtazamaji ambao umeweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia mitandao yetu ya kijamii na nambari yetu ya simu, tunakudhamini. Vile vile yule ambaye ameweza tu kutazama, natumai siku nyingine utaweza kutuma ujumbe wako tukaweza kukutambua. Tukutakia usiku mwema hadi wakati mwingine. Nimekuwa wako Moses Kalimbe.